bwana. Napongeza kila aliotoa juzu wale wasimamizi wa kufanya haraka. Qur'ani imesoma na ndio sahihi. Hatutaki sie tabia ya kusema tunakwenda kulala shughulini. Mimi leo nakwenda kulala shughulini Manyema. Sasa unategemea kwa chako unakwenda lala Manyema. Akifika kule analala kule katika ukuta. Sasa mtaki sisi sasa tunakwenda kuombea wazee wetu dua, alafu dua yenyewe inakuwa mkia mbuzi tu. Kuna vitu tofauti watu wamepewa, na hii hali tunayoona hii mapokezi watu tofauti ni watu. Tutoletewa kitabu sote, kitabu kimoja, mjumbe mmoja, mapokezi kila mmoja kapokea sehemu yake. Sasa sisi tukipokea ukipewa juzu, unatakiwa usome Qur'ani wewe uhisi mimi nasoma Qur'ani. Sio ufunue Qur'ani tu. Kwa utukufu wa Qur'ani unaambiwa hata asubuhi ukisha swali kwanza pitia Qur'ani kama mstari miwili kama ndio una haraka. Lakini kama utafeli kabisa basi usiondoke pale mahala, fungua Qur'ani kwanza uangalie mpaka fahamu. Sasa sisi tunataka hapa bwana, tusije kuwa tunasoma hivi sisi tunazozana sisi tukasimamia Qur'ani kusomwa. Wewe nashukuru Qur'ani imesomwa japo kwa uchache. Ukilinganisha na baadhi ya sehemu tunazokwenda unapata karaha. Wewe unafungua utakuta mtu hizo takwizi umesoma mstari ngapi bwana wewe? Hilo limepita alhamdulillah. Lakini Qur'ani hizi zilizosoma moja hizi alhamdulillah. Masudi bwana. Ndio wana asimu wetu. Qur'ani zilizosoma hizi tupata kitu tofauti. Ndio kusema katika kukusanyika hali kama hizi watu wote hawawi na jambo moja. Sasa ninaungua na jumuisha nini? Ili shetani kasema bwana kajumuisha, utolee maelezo watu wao. Jana ulisoma kwanza mwanafunzi zangu Dengwa akupongeza umesoma aya za Nasijani. Ukisomea aya za ndoa. Na wala usingepata dhambi. Lakini si mahala pake unashika mkono nani hapa? Sabakuna al-iman wa tad'u fi qulubina ghilla. Akamsomesha Sheikh Uthman ghilla. Mimi nimejichomeka mahala katika vita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ndani ya Qur'ani, inna Allaha fi qulubi nini bado mambo mengi. Mwenyezi Mungu anayajua yaliyofichikana katika vifua. Mwenyezi Mungu anayajua yaliyofichikana katika vifua vya watu. Inna Allaha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Nimepata neno ghila kwa kuwa nimetakiwa kujumuisha, lakini ilikuwa na hamu kubwa kutaka kuwatahadharisha watafutaji ilmu katika inna Allaha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Hawa mnaoona walimu wote hawa na imamu hawa ni wanafunzi wenzangu. Kufika daraja hizi siri yake ni kwamba mchukue juhudi, walimu zenu msiwatamke vibaya, msifiche vitu katika nyoyo zenu. Usifiche kitu katika moyo wako kwa mwalimu wako, kwa baba, usifiche kitu. Mungu amekuweka wazi, yeye anajua mtu mwenye kumtazama mwenziwe kwa jicho la khiana. Na ndio maana Rasuli sallallahu alaihi wasallam asema jicho linadhuru ncha, sio jicho lote, ncha ndio inadhuru. Kiambiwa tazama jicho linadhuru, hilo ni ncha ndio yenye hatari. Ukikata jicho sabani kanikata jicho, ni ncha. Sasa kama anajua mwenye kuangalia kwa khiana, lakini pia anajua yofichikana katika kufua, Mungu afichuna jambo. Kwa nini nimetamka hiyo au nimeongezewa? Napata vijana wengi tunakuwa na tabu kuwasimulia vibaya walimu. Shayakini huyu mwalimu wangu, na si mwalimu wangu kwa maana ya kusomesha, mwalimu. Kiambia huyu mwalimu, wewe mtafuta elimu, chukua juhudi, simseme vibaya mwalimu.
Yuko kijana mmoja atakupenda dalili, au yuko bwana mmoja katika sisi kuendelea kusomeshwa. Sheikh alikuwa anasomesha darasa zake, ni mwanafunzi akawa na khiana na mwalimu, lakini anakwenda soma siku zote. Karibu chani pale njiani, kila akipita pana mtu anauza nyama. Yule mtu kwa mapenzi yake anamwambia kwenda sana, subiri, namkatia nyama ndio kuelekea. Sheikh kule hajui kama yule bwana kule kampa nyama. Kila akipita sule bwana pale lazima mpelekeshe. Sheikh akafika mahala akamkashifia, akajua kuna jambo hapa linatendeka kwa kijana wangu. Yeye anaona mimi ananificha. Lakini Allah kwa kuwa yule kijana wake anamlea, akampa utambuzi wa hawezi kufichika. Akaanza Sheikh katika darasa zake, akishamaliza Dhul-Jalali man ala Dhul-Jalali man ala Dhul-Qidali man ala kijana wake. Wanafunzi wanakwenda Dhul-Jalali man ala Dhul-Qidali man ala. Wanafunzi hii Dhul-Jalali tu, hii kidali nini? Wakaulizana maswali kina Sheikh Athmani, wakawa wanapata hii kidali jamani tuulize. Kila kitu kile polema Sheikh analeta wajibu. Kwa Sheikh tunajua Dhul-Jalali man ala, lakini ndio kidali kila tukikusia tunapata tu. Pale Sheikh alitoa tamko, muulize huyu. Yule bwana ikamjia tabia sana. Sababu zeni yeye anajua nini kidali. Anakataa. Bwana utaji kidali muulize yeye anajua maana yake ni nini. Kijana ameona yeye Sheikh kule hajui, lakini kashindwa kufahamu kwamba Sheikh anakuwa vitu vifufu, lazima mzigo atamjulisha. Ikaja kadhirika yule bwana kumbe jiani pale kila siku anatoa yetu. Kila siku anatoa yetu yenyewe. Avila yakawa yamekaa wazi, na hiyo inakwenda kwa wale mbalimbali. Mimi nilitokea kwa Sheikh Muhammad Saif Mjecheji. Nisome watafutaji wengi. Msiwatafune nyama mashehe, mtachukua ugumu mkubwa. Kwa kila Alhamisi sisi kiruhusiwa saa 6 tunakwenda kuchopoa. Hiyo kuchopoa wache mimi. Kila Alhamisi sisi tukiruhusiwa tunakwenda chopoa. Mara moja kule tukakwenda mbali sana na mito kurudi nyumbani. Siku moja tukakwenda na Sheikh Muhammad. Yaani yeye yuko mbele sisi yuko nyuma. Na kila asubuhi tunakwenda soma kwa. Tunaogopa sasa kutomoza ili tufuatane naye. Fanya Sheikh yule kule sisi tuko. Tunakwenda kona ya kipita sisi tunakwenda. Sheikh angali nyuma wala nini. Sheikh Muhammad sasa huyu. Kisha asubuhi tuko darasani. Yeye wajinga sana. Ule usiku baada ya kunikimbilia tukondo kote, nyinyi mnajificha. Nianguona kama sasa kujificha nini? Ukapata tabu mzee kageuka saa ngapi akatuona. Lakini lazima tuone kwa sababu tuko katika majlisi zake. Na swala zangu na huu muda usishughulishe sana, ukiona maji namna ile jicho tena linakubaisha. Unajua viungo vina kazi maalum. Sikio ndio linasikia. Lakini unaweza ukasikiza jicho ni kama kule. Sasa jicho likimeni kule, sikio limeshafeli. Na mwisho niseme hadhara inakwenda vizuri miongoni mwa hadhara zetu nyingi sasa tuna utaratibu wa kupotea zinapo hazina ulaka. Ndio nini endelea fulani kwa usimamizi. Na mwisho wangu ninatoa hiyo makani ya familia kwa sababu ni kwa vizuri au mafugo maulama mkaa hapa na niwaambie maulama wa wasemaji wengi. Lakini kwa kusema Sheikh Athmani tasituliviki tu kusema wote. Upite katika ile ya kitabu chetu cha Hidaia, Hidayatul Mustafidi katika jibali. Kuna mafunzo pale. Nakumbuka mabwana wanafundisha, wanasema lao vijana mtachukua mafunzo haya. Tosheka kwamba akasoma Qur'ani. Aliyesoma na sifa ya Qur'ani mkisikiliza wote mnalipwa. Basi usiseme kwa nini mimi sikuomba kusoma kwa sababu mimi msomaji. Bana. Sababu hii ni ibada. Hii ni ibada. Ndio soma Qur'an. Tupo na karibu hapa chungu nzima shatu wanachemka. Ili kuridhike ndio kusoma.
alhamdulillah. Ndio tunasema Sheikh Athman, alhamdulillah, sisi tunabaki katika hali hii. Sababu zote hizi kumjali Mwenyezi Mungu afikishie wazazi wetu. Amen. Kwa hayo ishara na juhudi hizi, na leo tuna mambo mengi yote turudie muda si mrefu kwanza sasa hivi tunataka msikie ili tuweze leo kusaidia. Kwa shukrani zangu tarakna makala kwa sauti na mtwala inna takbira yura kidala wa sallallahu alayhi wa sallam khair wa hidana ila sawa'a sabil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam.